Katika makala yetu ya leo, tunaangazia uteketezaji wa Hiroshima na Nagasaki. Mnamo mwezi Agosti mwaka 1945, dunia ilishuhudia tukio la kutisha zaidi katika historia ya binadamu, mlipuko wa mabomu ya atomiki katika miji miwili ya Japan, Hiroshima na Nagasaki. Tukio hili lilihitimisha vita vya pili vya dunia, lakini pia liliacha alama ya maumivu, uharibifu na mabadiliko yasiyoisha kuhusu matumizi ya silaha za nyuklia. Katika miaka 1939 hadi miaka 1945, mataifa makubwa duniani yalikuwa yakipigana katika vita vikubwa vya dunia. Upande mmoja ukihusisha Nazi Germany, Japan na Italia, kwa pamoja ikijulikana kama Axis Powers. Upande mwingine ukihusisha Marekani, Uingereza, Urusi, USSR na Ufaransa, yaliyojulikana kwa pamoja kama Allied Powers. Baada ya Ujerumani kujisalimisha na mwezi Mei mwaka 1945, Marekani ilibaki ikipambana na Japan, ambayo bado ilikataa kukubali kushindwa. Japan ilionyesha udhabiti mkubwa wa kijeshi, hasa katika mapigano ya Okinawa na Iwo Jima, ambapo maelfu ya wanajeshi wa Marekani waliuawa. Kwa hofu ya kupoteza wanajeshi wengi zaidi kama wangevamia bara la Japan, Rais Harry S. Truman wa Marekani aliamua kutumia bomu jipya la atomic lililokuwa likikamilishwa chini ya mpango wa siri uliotambulikana kama Manhattan Project. Mnamo Agosti tarehe 6 mwaka 1945, saa 2:45 asubuhi, ndege ya kijeshi ya Marekani aina ya B-29 Super Fortress iliyojulikana kama Enola Gay iliondoka kutoka kisiwa cha Tinian katika bahari ya Pacific. Ilipofika juu ya jiji la Hiroshima lililokuwa na takriban zaidi ya watu 350,000, ilirushwa bomu la atomic lililojulikana kama Little Boy. Bomu hilo lililipuka mita 600 juu ya ardhi saa 2:15 asubuhi. Ndani ya sekunde chache, jiji lote lilikuwa limeteketea. Joto lilifika zaidi ya nyuzi 4,000. Watu wapatao 70,000 hadi 80,000 wakikufa papo hapo. Wengine maelfu walijeruhiwa vibaya kutokana na moto, shinikizo na mihale ya mionzi. Baada ya siku chache, maelfu zaidi walikufa kutokana na mionzi, majeraha na magonjwa. Jiji la Hiroshima likabaki kuwa vumbi na majivu, majengo 70% yakiharibika kabisa. Japan bado haikuwa imejisalimisha hata baada ya uharibifu wa Hiroshima. Siku 3 baadaye, Marekani ilirusha bomu la pili lililojulikana kama Fat Man kwenye jiji la Nagasaki. Bomu hili lililipuka saa 5:02 asubuhi, likiua takriban watu 40,000 papo hapo. Na kufikia mwisho wa mwaka huo, idadi ya waliokuwa wamekufa iliongezeka hadi 70,000. Nagasaki ilikuwa jiji la viwanda na bandari, hivyo uharibifu ulikuwa mkubwa, lakini mlimo wa kati wa jiji ulipunguza kasi ya mawimbi ya mlipuko kidogo kuliko Hiroshima. Baada ya kuona maafa hayo makubwa na shinikizo kutoka Umoja wa Kisovieti uliotangaza vita dhidi ya Japan, Mfalme Hirohito wa Japani alitangaza kusalimu amri bila masharti mnamo Agosti tarehe 15 mwaka 1945. Hii ilihitimisha rasmi vita vya pili vya dunia. Mabomu haya yalileta athari za muda mrefu, ikileta mionzi. Watu wengi waliopona walipata saratani, kasoro za kuzaliwa kwa watoto na magonjwa ya damu ambayo pia yanapatikana katika miji ya Hiroshima na Nagasaki hadi sasa.
uharibifu wa kisaikolojia. Walionusurika ambao wanatambulikana kama Hibakusha walibaki na majeraha ya mwili na akili kwa maisha yao yote. Mabadiliko ya kisiasa. Japan ilipoteza jeshi lake na likalazimika kuandika katiba mpya ya amani mwaka 1947. Marekani iligeuka kuwa nguvu kuu ya kijeshi na kisayansi duniani. Maadili na binadamu. Dunia ilianza mjadala mkubwa kuhusu maadili ya kutumia silaha za nyuklia. Hiroshima Peace Memorial Park na Atomic Bomb Dome ni maeneo ya kumbukumbu ya